yanfudha. Babani khatirani istata'a al-a'da'u an yanfudha min khilalihima litadmiril ummatil islamiyah. Babul aqidah wa babul usrah. Babani khatirani istata'a al-a'da'u ayyamfudha min khilalihima litadmiri ummatil islamiyah. Babul aqidah wa babul usrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Ahlal fadli wal mazaya, Al-Qur'anu yajri fi irsyadatihi ma'a zamani wal ahwali. Al-Qur'anu yajri fi irsyadatihi ma'a zamani wal ahwali fi ahkamihi raji'a lil 'urfi wal 'awali. Ayyuhas sadah, inna Allah subhanahu wa ta'ala amara ibadahu bil birri wal ihsani ilal walidain bil aqwali wal af'ali. Inna Allah amara ibadahu bil birri wal ihsani ilal walidaini bil aqwali wal af'ali. Wa lam yu'ayyin li ibadihi syai'an makhsusa minal birri wal ihsan. Walam yu'ayyin, Baba Rasulillah, walam yu'ayyin li'ibadihi syai'an makhsusa minal ihsani wal birri liya'umma kullama tajaddada minal awswafi wal ahwal. Ndugu zangu wapendwa, wazee wangu, walimu wangu, mashekhe zangu mbalimbali, kina mama na viongozi mbalimbali wanao rusha vitu hivi kupitia mitandao hii, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mimi nina mawili au moja la kusema ndani ya kikao hiki. Ukifuata mrorongo
ambao wameanza nao walimu zetu hawa. Muhammad Ndoro alikwenda akachukua pale kwa shekhe wa wilaya, akaona amuunge mkono shekhe wa wilaya, lakini katika kumuunga kwake aliondoka na aya ambayo imetajwa ndani ya Qur'ani mara mbili, kwa kauli ambayo wote mmesikia akiyazungumza maneno haya. Lakini pia akaeleza kwamba hao watu wa dhikri, fasalu ahla dhikr, akasema ni watu wa Qur'ani. Baadhi ya watu wanaofasiri Qur'ani kwa maelezo ya mwalimu wetu huyu wamefasiri kuwa ni watu wa Qur'ani, kwa kuwa amekwenda akafika katika maeneo hayo. Mimi nikipokelee kijiti kupitia hapo kwenye Qur'ani, ila kwa kuwa umekuja katika kikao hiki, nikuombe uwe makini. Vikao hivi ni gharama kubwa, vikao hivi ni ghali, vikao hivi ni mtaji. Kuwa makini. Narudia kusema hivi vikao ni ghali, hivi vikao ni gharama, hivi vikao ni mtaji wako na ni mtaji wangu. Qur'ani inazungumza nini kuhusiana na vitu kama hivi? Qur'ani inazungumzaje vikao kama hivi? Yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa idh akhadhna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Wa idh akhadhna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Wa qala fi maqamin akhar wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. وقال في مقام آخر قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. أحباب رسول الله، إن الله أمر عباده بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من البر والإحسان ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال.
wote wajuzi na wote mnafahamu mambo, ila tunakumbushana. Ukumbusho wangu, Qur'ani katika maelekezo yake, Qur'ani katika maelekezo yake, Qur'ani katika maelekezo yake inakwenda pamoja na zama na inakwenda pamoja na hali. Neno langu la kwanza, Qur'ani katika maelekezo yake, Qur'ani katika mafundisho yake, Qur'ani katika irshadi zake inakwenda pamoja na zama na inakwenda pamoja na hali. Nitengeneze picha moja. Aya ambazo nimezisoma hapo kama 4 hivi, Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisha wewe na ananiamrisha mimi niweze kujitoa kimasomaso kwa ajili ya baba yangu na kwa ajili ya mama yangu. Qur'ani inanitaka mimi na inakutaka wewe ujitoe kwa ajili ya kumwangalia vyema shekhe lako kivitendo na kwa akwali. Angalieni Qur'an imetaja kiti alipoeleza katika kuwatendea wema, katika kuwafanyia wale wazazi, kuna kitu maalumu ambacho kimetajwa kwamba gazeti, ugali, maharagwe, imetaja hivi Qur'ani. Naombeni mwe makini, sio mnakuja kwenye vikao bure. Vikao ni gharama hivi eti. Vikao hivi ndio mtaji eti. Vikao hivi ndio vinatuvusha kutoka eneo kwenda eneo jingine. Ametaja chochote katika ile bili? Tuko pamoja. Ametaja maandazi, ametaja mkate, ametaja nyumba. Kwa nini hakuainisha kitu kimoja, ili chochote kitakachopatikana ambacho kinasomeka kuwa ni ihsani kiweze kuingia, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze yani manake anakusanya vitu vyote. Angelitaja kusema ugali, watu wangeng'ang'ana na ugali, maturubai yasingekuwa na nafasi, nyumba isingekuwa na nafasi, lakini amesema ihsan ili kikao hiki kipatikane kwa ajili ya shekhe letu. Leo baba yako, napiga mfano, wewe baba yako leo akiwa katika hali kama yangu, nisikilize vizuri, natengeneza mfano ili tuende na masomo. Yaani baba yako au mama yako akiwa hivi, ukimnunulia wheelchair, naomba msikilize, yani nakwenda na somo ili muelewe nini tunasema, nini Qur'ani inasomesha. Akiwa na hali kama hii, ukimpelekea wheelchair, ukampelekea kiti kama hiki, utakuwa umemfanyia ihsani. Narudi, baba yako amepata ulemavu, baba yako amepata changamoto ya kimaumbile, ukampelekea kitu kama hiki, atanyanyua mikono mno.
tena atakushukuru na kukuombea. Kwa nini? Umempa kitu ambacho kitamsaidia kulingana na hali aliyokuwa nayo. Leo baba yako hali aliyonayo, yuko katika maisha ya barzakhi. Ukisema ukanunua wheelchair alafu uipeleke pale kaburini kwa baba yako, ukaiweke ile wheelchair pale kaburini kwa baba yako, utakuwa hujamtendea ihsani. Haina nufaisha nini pale? Al-Qur'an yajri fi irshadatihi ma'a zamani wal ahwali fi ahkamihi raji'a lil'urfi wal awaid. Kwa nini Allah hakuainisha kitu maalumu? Hakuainisha ili kikao hiki kiweze kumfaa, na ili kikao hiki kipate watu, na ili kikao hiki kipate nafasi. Kama kuna mtu atakataa hiki kikao, atakuwa hajaelewa hizo aya ambazo nimezieleza mwanzo. Ihsani haiko kwenye kitendo tu. Ihsani iko mpaka katika akwali. Kusoma Qur'ani kwa ajili ya baba, kuleta istighfari kwa ajili ya baba, ni akwali si akwali? Ahla al-fadl wal mazaya, inna Allah amara ibadahu bil ihsani ila al-walidain bil aqwali wal af'al, wa lam yu'ayyin li'ibadihi shay'an makhsusan min al-birri wal ihsan liya'umma kulla ma tajaddada min al-awsafi wal ahwal. Qala ta'ala: wa idh akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidain. Kumpelekea nguo ni ihsan, kumjengea nyumba ni ihsan, kwenda kumlimia kwenye shamba lake ni ihsan, kwenda kumkogesha ni ihsan, kumnunulia sabuni ni ihsan, kumnunulia sukari ni ihsan, kumnunulia bodaboda akiwa na hali kama ya kwako ni ihsan, kumnunulia gari kama hivi ni ihsan. Je, akiwa ndani ya kaburi umpeleke gari? Tusomeni Qur'an. Mimi naunga kumuunga huyu bwana, lakini namuunga pamoja na Shendoro. Namuungia wapi? Kwamba fasalu ahla dhikri, wameonekana ni watu wa Qur'an. Qur'an yasema nini? Kwa hiyo tuifahamu Qur'an. Kama tutaifahamu Qur'ani vile ilivyo, hakuna magomvi, hakuna matukano, hakuna kutukanana, hakuna kejeli. Lakini makejeli yote haya yanaonekana wakati mwingine ni kwa sababu ya kutokuelewa sawa sawa ile Qur'ani. Jambo la pili la mwisho, kuweni makini. Babani khatirani istatua al-a'da ayanfudha min khilalihima litadmiri al-ummati al-islamiyya, babul aqida wa babul usra. Milango miwili hatari, milango miwili mikubwa, wameweza maadui kupenya kupitia milango hiyo kwa ajili ya kuteketeza. Babani khatirani istataa al-aada
min ayanfudha min khilalihima litadmiri lummati lislamia babu laqida wa babu lusra. Ya ikhwata, milango miwili muhimu. Maadui, sisi tumezubaa maskini, tumezubaa hivi, maadui tumezubaa, maadui wamepenya kupitia hiyo milango mikubwa muhimu, wamepenya, wameingia kwa ajili ya kuteketeza grupu la Waislamu. Leo anayesoma maulidi ni kafiri leo kwa baadhi ya watu. Leo wanaofanya kikao kama hiki kwa baadhi ya watu, wale wanaofanya kikao kama hiki ni makafiri. Limepatikanaje? Babani, Khatwirani, Babani, Khatwirani istatwa al-aada ayanfudha min khilalihima litadmiri al-ummati al-islamia babu al-aqida. Kuweni makini na aqida zenu, kuweni makini na aqida zenu. Wa babu al-usra, kuweni makini na familia zenu. Kama hamtokuwa makini na aqida, utakufurishana. Kama hamtokuwa makini na watoto wenu, watatolewa pale walipo, watapelekwa mahala pengine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.